Shule ya sekondari ya Nguva kutoka manispaa ya Kigamboni katika jiji la Dar es Salaam ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2022. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kutambua, kuthamini na kuendeleza uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Mradi huu pia umekusudiwa kuwapa wanafunzi ujuzi katika eneo la ujasiriamali. Katika Uwezo Award mwaka 2022, shule hii ya Nguva Sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy, baada ya kuwa washindi wa 18 kati ya shule 250 zilizoshiriki mradi huu kutoka mikoa ya Morogoro, Dar es Salaam na Pwani. Je, wanafunzi hawa wa Nguva Sekondari walifanya mradi gani? Tulifanya miradi mbalimbali. Moja ya mradi ni tulifanya bonanza. Katika hiyo bonanza wanafunzi walikuwa wanachangia ili kuingia kwenye bonanza. Na hiyo yote tuliifanya ili kuinua mfuko wetu sisi kama Uwezo. Lakini pia katika hiyo bonanza tuliona talent mbalimbali, tulifanya michezo pia mbalimbali, ambapo katika hiyo michezo ilituwezesha sisi kujijenga kiakili pia na kisaikolojia vile tulivyokuwa. Lakini pia project ya pili tuliyoifanya ilikuwa ni kilimo. Katika kilimo tuliandaa shamba na katika hiyo shamba tulilima mboga mboga pamoja na mihogo. Mihogo hiyo iliwasaidia hasa wanafunzi wetu wa advance wakati wa kupata kifungua kinywa, badala ya kupata mikate walikuwa wanapata na mihogo pia. Kwa hiyo ilikuwa inatusaidia hapo shule. Lakini pia mboga mboga pamoja na hiyo mihogo tuliwauzia wanafunzi wenzetu, ambapo ilitusaidia pia hizo pesa kukuza mfuko wetu sisi kama Uwezo. Kitu kingine pia tulifanya contribution ambayo tulikuwa tunachangia mfuko wetu wa Uwezo sisi wanafunzi, lakini pia tuliwahusisha na walimu, kwa sababu tulikuwa tunataka kukuza mfuko wetu wa Uwezo, kwa sababu tunatamani kufanya mambo mengi, lakini sisi kama wanafunzi hatuna kazi yoyote ambayo tunaweza tukaifanya katuongezea pesa. Kwa hiyo kutokana na zile donate za walimu na wanafunzi wenyewe ikatusaidia sisi kukuza mfuko wetu kama Uwezo. Miradi ambayo tumeifanya katika Uwezo ni blood donation, uchangiaji wa damu. Tumefanya pia, tumetoa msaada kwa watoto wa kike, tumewapa pedi ili waweze kujisaidia wao wenyewe. Vile vile tulifanya usafi katika hospitali hapo, hospitali ya kijiji. Pesa za mradi hii tulizipata kwa kupitia baadhi ya contribution kutokea kwa wanafunzi wenyewe, ambapo tulikuwa tumeweka mchango ambao ulikuwa unafanyika kwa kila mwezi. Kila mwezi kila member ilibidi acontribute shilingi 2000 ambazo zilitusaidia kuraise funds mbalimbali. Pia tuliandaa Uwezo Bonanza ambao tulikuwa tunafanya kila mwisho wa mwezi, ambapo kila mwanafunzi alitakiwa kuchangia takribani kama 500 ili kuwezesha kuingia ndani aweze kuona mambo mbalimbali ambayo tulikuwa tumeandaa sisi kama wana Uwezo. Pia tuliandaa shamba ambalo tulikuwa tumepanda mboga mbalimbali. Pia tulikuwa na mihogo ambayo tulipanda, mbegu tulizinunua sisi wenyewe kutokana na hela tulizokuwa tumezipata. Tukaandaa shamba letu, ikatusaidia kuwasaidia wanafunzi wengine, na pia ilituwezesha sisi wenyewe kupata hela mbalimbali ambazo tulisaidia kufanya miradi yetu. Je, walipata changamoto zozote? Katika kufanya miradi yetu, changamoto tulizozikuta ni mbalimbali, ikiwemo changamoto ya muda. Katika changamoto ya muda tulipata sana kuwa na ugumu katika kumanage katika shughuli zetu za darasani pamoja na shughuli za project ambazo tulikuwa nazo. Kwani kwa mara nyingi project huaga zinafanywa sana na wanafunzi wa advance, ambao wanafunzi wa advance mara kwa mara huwa busy katika masomo yao na ratiba za mitihani. Lakini changamoto ya pili ambayo tulipitia ni swala la ushiriki hai kwa memba ambao tulikuwa nayo katika mwaka uliopita, sababu tulikuwa na namba kubwa ya memba ambao miongoni mwao walikuwa si hai. Pia changamoto ambayo tuliipata ni swala la pesa. Mwaka uliopita tulipata changamoto katika project zile ambazo ni long plan au long term plan, ambazo zile zilikuwa zinahitaji fedha, kama kwa mfano kupaka choo cha olevo rangi kilihitaji tuwe na pesa. Pia kupaka mawe ya shule rangi kilihitaji tuwe na pesa. Kwa hiyo michango yetu ambayo tulikuwa tunachangisha sometimes ilikuwa haitoshi. Lakini pia changamoto ya mwisho ambayo tulikumbwa ni kwamba kupata ruhusa za mara kwa mara kwenda nje ya shule katika kutekeleza project zetu. Ndio changamoto ambazo tulizipitia katika mwaka uliopita. Baada ya kusikia Nguva tumeshinda, nilijisikia kwanza vizuri kwa sababu ilituinspire. Kwa sababu si wenyewe tulienda kule katika walipokuwa wanagawa zile ahadi, tuliposikia wameshinda ilituinspire na sisi kwamba mwaka wetu tufanye vizuri
tuje na yani tupitie zile changamoto ambazo wamezipitia, ambazo zimewafanya katika ile nafasi, tupite katika zile changamoto, tuzirekebishe ili tuweze kuwa nafasi nzuri zaidi. Ni jambo gani unajivunia kujifunza katika ushiriki wao kwenye mradi huu? Katika vitu hivyo tulivyojifunza, kwa mfano kwenye swala zima la blood donation, tulijifunza kwamba kuna watu wengi wana uhitaji wa damu katika jamii inayotuzunguka hapa. Maana zimekuwa zikitokea ajali kadha wa kadha, na baadhi ya watu wamekuwa wakipoteza maisha kwa sababu ya kupungukiwa na damu, maana hospitali damu zilikuwa zipatikane. Hivyo basi tukaamua tuweze kufanya blood donation ili katika hospitali zinazotuzunguka hilo swala zima la upungufu wa damu hospitalini liweze kuwa limefika kikomo. Pia na kwenye swala zima la usafi, tuliamua tuweze tukafanya usafi beach, maana tulikuwa tukiangalia, tuweza tukitoka outing hizi za pamoja hapa na pale, tukiangalia mazingira ya beach yalikuwa sio shawishi ambayo yanaweza kupelekea baadhi ya watu kupata magonjwa. Hivyo basi tukaamua sisi kama wana uwezo tuweze kufanya usafi ili tuweze kutokomeza swala zima la magonjwa ya mlipuko. Kitu ambacho nimejifunza kikubwa ni ushirikiano, kwamba ushirikiano ndo main backbone ya kufanya vizuri katika projekti zetu za uwezo, ambapo mara kwa mara tulikuwa watu wachache ambao tunashirikiana, tulifanya vitu vikubwa sana vile. Lakini pia kitu cha pili ambacho nilijifunza ni kwamba kila member anatakiwa hajitoe kwa moyo, kwa sababu kwa inapoanza zile project mara nyingi watu huaga hawazioni faida moja kwa moja, lakini baada ya kufanya zile project, baada ya kupata zawadi ndo watu wanaziona. Kwa hiyo mtu inabidi afanye kwa moyo ili vitu viweze kwenda vizuri. Mimi nilichojifunza kwanza katika swala la uchangiaji wa damu, tumejifunza kuwa sisi wenyewe tukitoa damu tunaweza tukasaidia kuokoa maisha ya watu wengine, hasa akiwemo mama na mtoto. Wamama wengi wanapata changamoto wakati kujifungua, wanakosa damu. Kitu kingine nimejifunza kuwa yani niwe na moyo wa kujitolea mimi mwenyewe, nisiwe mbinafsi. Kitu ninachokiweza naweza kumsaidia mtu mwingine. Tulikutana pia na mwalimu msimamizi wa Uwezo Club uliofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi kwenye mradi huu. Kwanza tunashukuru Uwezo kwa kuwajengea uwezo watoto, sababu uwezo unaenda kuwasaidia watoto. Sisi tu hapa tunafundisha masomo, lakini watoto kupitia uwezo manake wana vitu vya ziada nje na mtaala wa shule wa masomo ambao wanakuwa nasoma. Ufuichi kwamba kuna mambo ambayo anaenda kufanya ambayo ni nje, ambayo ni mambo ya muhimu sana nje na masomo ambayo tunafundisha. Wanaenda kuwajengea kwanza uwezo wa wenye baadaye, naweza kuwajengea nafasi labda za ajira wakati mwingine, sababu hivi vitu ambavyo wanafanya baadaye anakuja kufanya. Unakuta labda watoto bahati mbaya tuombee wamefeli mitihani, wakija mtaani angalau kuna baadhi ya njia baadhi ya maarifa washajifunza, kuna njia wanazijua, wanaweza kupita kuja kusaidia angalau kuweza kupata ajira na vitu kama hivi. Na huu ndio mradi ambao uliwapa wanafunzi wa Nguva Sekondari ushindi katika Uwezo Award 2022. Chukua hatua, onyesha uwezo.